basi angalia kinachotokea. Shika vizuri. Hii hapa juisi ya chungwa. Sasa ukienda kupima malaria, una malaria 2, una malaria 3, wanakuambia kunywa maji mengi na machungwa. Kumbe wanakupa dawa lakini wanajua machungwa na maji ndio yanaokutibu. Ndio maana ukimwi ni kifupi kirefu na upungufu wa kinga mwilini. Manake ukitumia matunda unaongeza CD4 account kinga za mwili. Asikudanganye mtu yote na weka ni machungwa. Weka na ujinga wako wa dharau. Unapewa njiti unaweka mkononi, kizazi kiko wapi na wapi. Nakamua unaweka. Sikiliza nikwambieni. Mimi nawaambieni ukweli. Njiti unaweka miaka 5, si ndio? Ukiongeza nyingine miaka mingapi? Si 10. Haya umekaa miaka 10 hujapata hedhi. Ukienda kuombewa utashika mimba. Utaombewa mpaka utabadilika rangi. Huwezi kushika mimba. Kwa sababu system ya Mwenyezi Mungu ulishaharibu. Mungu anasema kila mwezi uingie period siku 3 za mwezi. Umezizuia miaka 5. Unaongeza nyingine miaka 10. Hujapata hedhi. Ukizaa mtoto ni bomu. Huyo hakuna mtoto. Naweka. Angalie machungwa haya. Mbegu za machungwa zichukue ziweke juani. Zitwange. Unga wake chota. Tia kwenye uji mwepesi koroga kunywa. Inaleta kumbukumbu. Kuna mtu hana kumbukumbu. Anaweka hela mahali anasahau. Ukielewana kitu naye leo kesho amesahau. Kachukue mbegu za chungwa ni dawa ya kumbukumbu. Kafanyeni hivyo mtakumbuka. Nimeweka hapa ndani. Mwanamke asiye na hamu ya tendo la ndoa, chukua maganda ya juu ya chungwa, yasage vile mnasagia nyanya, kachemshe maji glasi 2. Glasi moja kunywa ukilala leo, glasi moja kesho ukilala. Kacharaze utaona hamu ya tendo la ndoa inakuja na una hamu ya maisha. Nimeweka pale. Kaka, koroga hiyo, naomba nyunyiza pale. Brother naomba tuende tukamalize zoezi. Nimekamata vitu vichache hivi hapa na ninakwenda kupasulia. Na angalieni wanyama wanafanya sayansi gani. Na ukinielewa kama wale mnao rekodi brother, kafundisha watu matunda. Unaweza ukanidharau leo, kesho ukanikumbuka. Okota kuna siku utaokota cha maana. Chanda chema huvikwa pete. Angalia huyo dada kainama chini. Unamwona? Watu wanaumwa. Mgongo, kiuno havina kazi. Na watu hapa mliosimama, kila mmoja anatamani mwambie afanyeje? Akae. Kaka, ifunzeni siri ya maisha. Nimeweka hapa. Kaka kamimine pale ndani. Tunaanza hatua ya kwanza. Na kamata mtambo wa pili. Unauona huu? Hili limao ukiondoka leo kama una fungus, kachukue limao. Ni dawa ya fungus. Kuna mtu ana fungus hata mbele ya mama mke mkono mfukoni. Watu wanajua anatoa hela. Kumbe anajikuna fungus. Akiona anaangaliwa mbele, anageuzia nyuma. Watu wanajua mbele kaona 5,500 labda ndio anatoa 10,000. Fungus. Kuna mtu akivua viatu, harufu mbaya. Nikuulize wewe dogo, uliwahi kwenda dukani kununua viatu vinavyonuka? Ina maana unanunua viatu vikiwa havinuki? Miguu yako ndio inaonuka. Kwa hiyo ukifika nyumbani, chukua juisi ya limao, chovya kwenye kitambaa, alafu nenda umeoga unalala, kajichua kwenye miguu. Siku hizi haitoi harufu tena katika maisha yako yote. Juisi ya limao. Na juisi ya limao, yoyote asiye na hamu ya kula, adondoshe tone moja, amezi juisi ya limao. Atakula mpaka atashangaa. Akifanya hivyo siku 4, atakula maisha yake yote chakula vizuri. Hata watoto wapeni mtakuja kuniambia. Lakini ganda la juu la limao ni tiba ya mtoto kikojozi. Mtoto anayekojoa kitandani usimchapa. Chukua ganda la juu la limao, katakata kwa sufuria, weka maji glasi 1, chemsha, chuja mbe akilala. Akinywa akojoe kitandani mpaka anaenda. Na ukikosa limao, chukua ndevu za mahindi. Kwenye mahindi kuna zile ndevu. Chukua ndevu za mahindi 2, chemsha jikoni kampatie mtoto anayekojoa kitandani. Hii ni tiba. Naweka hapa alafu tufungue pale. Brother, naomba fungua tumalize zoezi, atuandikie mate wino tunao. Juisi ya limao hiyo. Mtu yote aliyelewa chakari, ukiona mtu kalewa, sawa, usimkodie bajaji wala bodaboda. Wewe mvue viatu vyake, chukua juisi ya limao, mchukue kwenye nyaya. Dakika 2 anaelewa. Kaanze leo utakumbuka. Hii. Yaani unalichukua hichi kipande, mvue viatu. Usimpake kwenye mguu, mpake hapa. Sugua dakika 2 kwenye mguu mmoja wowote ule. Dakika 2 asiponyanyuka, nikija siku nyingine nitukanie mama yangu alionizaa. Na yuko hai na kufundisha tiba ninazozijua. Naweka hapa ndani juisi ya limao. Kaka, naomba koroga, toa maganda yote pembeni. Naomba fungua mnyama tumalize zoezi. Kitunguu hichi tutazungumza mnakijua. Hili pilipili hoho mnalijua. Naomba nisicheleweshe watu. Mimi na pale tumalize zoezi. Brother tupa mfuko pembeni. Hili hapa mnalijua. Mnalifahamu hili? Yoyote aliyeota nyama kwenye makalio hili linaitwa nini? Pilipili hoho.
Kila aliyeota nyama kwenye makalio inaitwa bawasiri ama mgoro. Ile ni utumbo unaotoka nje. Ukienda hospitali wanakata ile nyama. Nguvu za mwanadamu ziko kwenye makalio. Ukienda kukatwa ile nyama unaondolewa nguvu zako za asili. Ndio maana hakuna mwanamke anaweza kujifungua bila kukaza makalio. Atasukumaje mtoto? Chukua mashoga 10 wasukume daladala kama itaondoka. Sasa ile nyama ikikuota, ukikatwa wenzako wanakuondolea nguvu za asili. Sikilizeni. Chukua pilipili hoho, katakata kwa sufuria, weka maji lita 1.5, vichemshe pamoja. Alafu chuja. Yale maji mwaga kwenye beseni. Beseni mnalijua? Mwaga yale maji, alafu vua nguo zako, kalia lile beseni pap. Dakika 5 nyanyuka. Kesho tengeneza, kalia dakika 5 nyanyuka. Siku ngapi? Ile nyama yote inarudi ndani yenyewe. Zamani kulikuwa na vigoda vya asili vina kama kishimo. Tunawekewa yale maji, unavua nguo unakalia. Leo vile vigoda hamna, kalia kwenye beseni. Utakuja kuniambia ndicho kufundisha. Lakini hili hapa, wanaume wote ambao wanakaume kama pilipili mbuzi, akachukua hili hapa, unaliona? Naliweka hapa. Alafu ndio nimemaliza hapa zoezi. Naomba mimina pale chini brother, tumalize zoezi. Hili hapa. Unaliona? Kama unakaume kadogo kama pilipili mbuzi, kachukua hili hapa, liloweke kwenye maji lita 1, alafu tikisa. Tikisa. Litakuja povu, chuja yale maji. Asubuhi kunywa nusu, jioni maliza nusu. Kaa siku hizi, siku ya 5 vua nguo zako, chukua kioo, angalia gogoli. Unamkamata mama, anafurahia maisha. Anataja hela zote alikoweka. Koroga hapa brother, naomba mimina. Naomba tubalize. Toa haya maganda yote pembeni. Hiki sitazungumzia, mnakifahamu hicho. Kinaitwa nini? Kitunguu nini? Mkiitikia mnatia moyo. Kinaitwa nini? Kitunguu nini? Hichi kitunguu maji ni dawa ya macho. Ukikata kitunguu maji karibu na macho yanatoa nini? Machozi. Wewe unayasugua. Chukua maji masafi, nawa. Ni tiba ya macho. Iya. Na wale wenye gesi tumboni, kachukua kitunguu maji, kata. Naomba tafuna kama kilivyo asubuhi kabla hujala chochote. Unaondoa gesi tumboni. Ndio maana muuza supu ya pweza atakata pembeni hivi. Anakuwekea supu ya pweza, anachota vikiwa vibichi, anaweka pale. Kwa nini? Supu ya pweza inaleta gesi tumboni. Kwa hiyo anaweka kuondosha gesi. Hata mpika makande, akipika makande yakiiva, anakata vitunguu juu, kwa maana vinaondoa gesi tumboni. Sasa wewe usiyejua, endelea kujamba ovyo. Kutwa nzima ni kujamba kwa daladala, wapi? Ukibeba kitu ni kujamba, kwa sababu ile gesi hujaiondoa kwa kitunguu. Kafanya hivyo leo, kesho utakuja kunikumbuka. Kiweke pembeni brother, siwezi kuzungumzia. Koroga, naomba mimi na pale, muda umetupa mkono, naomba pasua.